Barothi TV, wega umaga na muciĩ. Tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Nikasikia senti ya watu wamekufa. Nikula mandazi nasikia kama nakula nyama za watu, you know. Ulikuwa na mama anakaa demon? Nilikuwa na mama anakaa demon. Alafu akinipikia, kuna uji alinipikia na akaniletea. Nikamwaga kwa sababu nilikuwa naona ni kama nimekewa damu ya mtu mkubwa. Pekee alikuwa anakuangalia hivi. Sasa ananiangalia. Sasa akiangalia hivi unaona amechange. Anaangalia hivi. Anapindua mkono, anafungua, niko pale, anafungua hiyo nyingine, anastukia mtu wako hapa. Leo nakuua. Na mimi naamka namshika. Hizi ni vitu real? Yaani ni anapiga tu nduru huku. Kuna kijana alikuwa anaita, anasema huyu akiwa hapa ndio nitakula, ndio nitakunywa, ndio nitao. Alikuwa anaongea vitu mingi. Kijana mgani? Beshte yangu sleepover. Alikuwa anajua. But ananiambia ukwe careful na ujichunge. Ndina rugano rwa mwanya muno makiria. Kwana corona arwaru aingi thibitari. No murimo wake ni murimo wa mwanya. Nikakula 4 pellets of the mabuyos. Yeye akakula moja. Nikashindwa, mbona umekula moja na mimi nakula? Na akaniambia hata ina effect mzuri, si nikujaribu tu, unakaa tu strong. So at around 1 nikaanza kusikia I'm liveless, ni kama nakufa. Ulikuwa unaota nini? Venye nilienda kuvuka sijui daraja ilienda aje, nikaingia kwa ile maji. Nikienda kuvuka nilikuwa na mtoto nimeshika hivi, mtoto mdogo brown. Nikienda kuvuka nikatereza, nikaingia kwa ile maji. Venye niliingia maji ilifika hapa. Na mtoto unaona nimemshika hivi, maji kafika hapa. Bara yake ni bara spiritual. Nĩngwenda ũthikĩrĩrie kahora mathĩna make nĩ mũrutwo wa NIBS, no nĩ atigire cukuru akĩrwo nĩ mamu wathiaga magacarie mbeca nĩgetha mahote kũrĩha cukuru, tondũ mamu wao ndagĩkaire wega na nĩ single mother, na mathĩna marĩa onete macio ekũgweta haha maingĩ ma kĩũngoma nĩ maũndũ tangĩhota gũtarĩria. Mureri wa Barothi wa Thayo TV na icio go tũraria nawe ndĩ thĩinĩ wa thibitarĩ ũretwo Maria Kani Cottage Hospital we haha South B, na ndĩna rũgano rwa mwanya muno makiria. Kwana corona arwaru aingi thibitarĩ, no mũrimũ wake nĩ mũrimũ wa mwanya, na tondũ ndikwenda kũrĩa mathaa maingĩ, ũhoro wake nĩ ũhoro wĩna mbara nyingĩ mũno makiria. In fact ĩno ti interview ya mbere nĩ tũgwĩkĩte ĩngĩ ĩyo metal sound na maũndũ mangĩ marĩa makĩhanĩkĩte itegũtinda ngĩtarĩria. Bara yake nĩ bara spiritual, na nĩngwenda ũthikĩrĩrie kahora mathĩna make nĩ mũrutwo wa NIBS, no nĩ atigire cukuru akĩrwo nĩ mamu wathiaga magacarie mbeca nĩgetha mahote kũrĩha cukuru, tondũ mamu wao ndagĩkaire wega na nĩ single mother, na mathĩna marĩa onete macio ekũgweta haha maingĩ ma kĩũngoma nĩ maũndũ tangĩhota gũtarĩria, na macio matumĩte oke thibitarĩ, koguo ndarĩ gũkũ ta arwaru arĩa angĩ, no nĩngwenda tũtarĩrie. Karibu sana Vicky. Salimia mtazamaji wa Barothi wa Thayo TV. Hello, hi everyone. I'm Vicky Mwendo wa Karemi. Vicky Mwendo wa Karemi. Utaongezea sauti kidogo. Vicky Mwendo wa Karemi, hebu tuambie uliingia shule lini, uliacha lini, na after kuacha shule ulienda wapi? So nilianza after kumaliza high school, of which ilikuwa 2021, nilimanage kuingia the college, NIBS college in January, date 18, 2022. And then ikafika hapo August, it was on August, nika drop kwa sababu ya face, and we had to pay for the neck. So bill ikakuwa mingi at once. Yeah. So ndo mama kaniambia usijali mama, wacha tutafute job kidogo tuunganishe pesa alafu rudi shule. Okay. Yeah. So ukatafuta kazi. Ulianza wapi? Nilianza kwanza na kuuza boutique shop. Yeah. Okay, hatutashinda ukitaja ni wapi. So shida yako ilianza wapi? Shida yangu waswa, it started at Apple boutique shop. Kuna kijana alikuwa customer mbeleni, alikuwa anakuja anachukua nguo hivyo, so tukajuana. Tukajuana akichukua hizo manguo, and then alikuwa anakuja more often. Akitoka kazi lazima pitia hapo ndio aingie kuniona. So it went hivyo mpaka temenye sasa tukakuwa mabeshte kabisa, and then akani invite for a sleepover. So kijana nishingi na sister yake. So sister yake alikuwa anajua na kujanga huko na ananisalimia. So
Venye hiyo kazi yangu ilisha ya kwanza, najua nikamwambia, akaniambia usijali utapata ingine. Sasa tuko na ile kuongeleshana. So kupata ingine, like he wasn't happy. Kuna venye alikuwa jealous, alikuwa anataka tu nikae tu ni mimi namtegemea, like unajua alikuwa high class hivyo. So pesa alikuwa anataka ni kama alikuwa anakupea pesa. Alikuwa ananipea pesa sometimes, yeah. So kupata job yangu, akaniambia congratulations nini hivyo. Ndio tukajuana hapo sasa deep, nikakuwa sana lala kwake. So kuna time aliniita sleepover. So sleepover so kuna wakati ulikuwa unaenda kulala kwake? Kuna wakati. It's not once or twice? No, not once or twice. Okay. So ukienda kulala unaambia mama umeenda wapi? Naambia nimeenda kwa beshte yangu sleepover. Alikuwa anajua. But ananiambia ukue careful na ujichunge. That was what my mom was telling me. Okay. So hiyo that day nikaenda kwake sleepover, akanipea mabuyu. So nikakula 4 pellets of the mabuyos. Yeye akakula moja. Nikashindwa, mbona umekula moja na mimi nakula? Na akaniambia hata ina effect mzuri, si nikujaribu tu, unakaa strong. So at around 1 nikaanza kusikia I'm liveless, ni kama nakufa. Nikamwambia mimi siko poa, mimi nasikia ni kama naenda. Nikasema acha niambie tu mom my last wishes, nimwambie tu kama nikuje ama tu asikie tu. So juu nilikuwa nasikia ni kama naenda. So kuchukua simu hivi ananiambia hapana, wewe uko sawa, ngoje mpaka asubuhi ndio ukue sawa. Siti ni big deal. Kwa hivyo yeye alijua nini iko kwa mabuyu? Yeah, he knew what it was there, kwa sababu hata venye alikuwa nakula hiyo moja, mimi nilikuwa na hizo pellets. Ananiangalia tu venye maybe nitareact saa hiyo ama aone tu venye nitareact. So nikalala hiyo siku. Actually hata sikuwa nataka kulala juu nilikuwa naona ni kama naenda na kufa. Ikafika 2 point usingizi kanichukua. Kuamka asubuhi nikasema kai Mungu asante nimeamka. But now the effect was there. Ndio nikaenda kazi, I was liveless. Nikafika job, sikuwa nafanya kazi vizuri, nilikuwa nasikia kucheka, alafu naona watu kuna venye wanakaa purple. That was that day. So after 3 weeks, hiyo effect ikarudi tena. Nikaanza say it was worse. Nikaanza kuona like watu wanatembea ni kama wamekufa. Alafu nasikia sense za watu wenye wamekufa ni kama niko hell. Alafu venye nilikuwa nauliza staff, ninauliza leo unaona kama kitu iko weird. Juu watu walikuwa wanaingia ni kama wanakontroliwa. So if it's a trolley wanashika ni kama umeshika na nguvu kabisa. And then wakitembea hiyo place yangu wananiangalia vibaya. Wengine hata wanakuja wananidhihaki, wananiambia hizi samaki zako za China tunajua cha kutuuzia. Like there was so much hate. Ndio nikaenda kuuliza staff, ananiambia hapana, uko sawa, ni Monday kunanyesha, wewe tulia tu. Ndio nikaenda sasa kitchen base because it wasn't normal. Yani nilikuwa nasikia niko mali sifai kuwa. So venye nilikunywa chai na mandazi, venye nilinusa hiyo cup ya mandazi, hiyo cup ya chai, nikasikia scent ya watu wamekufa. Nikikula mandazi nasikia kama nakula nyama za watu, you know. Nikasema hii ni mandazi na ni chai Viki. Ukule usiache kufikiria hivyo. Ndio sasa venye nakula mtu mmoja akakuja akaniambia na uko kwenu nataka kuja nichukue yani ananiona ni kama mimi nimetoka heaven nimekuja hell. And at the same time nikienda kitchen ku fry fish, mama moja akakohoa akasema mama mimi nimekufa. So it was hizi ni vitu real. Yani ni vitu nilikuwa naona. Alafu nikiangalia that was on the venye siku ilisha, nikasema acha niende kwa beshte yangu nimuelezee juu sikuwa nataka kupea mama stress. Ndio nikaenda kama. Kwa hivyo hizo vitu zote mama ajui? Hizo vitu zote mama ajui. Alijua after nimepelekwa na beshte wangu huko. Okay. So venye nila kwa beshte yangu Mlolongo, hata alikuwa job. So nikaenda nikaambia neighbor akampigia simu. Sasa kumpigia simu ndio akakuja. Kukuja akaniambia Viki huwezi kaa hapa, you have to go to your mom. Juu kitu yote kihappen hapa ni sisi ndio tutaulizwa. So mpaka nashindwa kwani hamtaki kunisikiliza. Yani mimi ndio nilikuwa nakaa, yani wao wako sawa, mimi ndio siko sawa. Like kila kitu kwa iko sawa. Nikiambia angalia hii ni nini, wananiambia ni nguo. Sio unaona ni kama unaona venye mtu upepo inakujaga na inakunja shuka. Unaona kama ni mguu ya mtu. Mimi mbona acha nijinyamazie nisifanye kitu yote. Juu zile vitu wewe unaona na zile watu wanaona ni tofauti. Ni different, very different. Hata shadows za vitu zingine namwambia hii ni nini? Si ni shadow ya boshori.
na nyamaza najiambia kwa moyo kai hii si kichwa ya mtu ama venye mtu amehangiwa hivi like mtoto wao walikuwa wanaona tu vitu ziko sawa. I was the one that was like nilikuwa nimechill. Nini zingine ulikuwa unaona? I was just seeing shadows za watu alafu niona piles za watu yani miili za watu zimefungwa zimepanga line. Alafu naona it's so scattered. So watu wanasimama, mwingine naona ni kama ameshika kisu. Like I was saying very different things. So mimi nikaambiwa, huyo bishop wangu akaniambia hapa uwezi. Ilikuwa so late around 1ish hapo. It was so late. So mimi nikaenda wakaniambia tunakupeleka nyumbani either utake ama ukose ukataa. Sasa mimi nikaenda home. Kwenda home kwenda home nikapewa wakanipeana kwa mama. So kwa mama hata sikuwa nataka kumshika, sikuwa nataka sikuwa nataka yani kitu yake sikuwa nataka kuona. Ndo tukakaka nikiwa narudi wakiwa wananipeleka nyuma, mama akiwa ameshanichukua yani venye kuna hii tactic nilikuwa nafunga macho naona ni kama naona ma demons. Hata mom the following day sasa ndio nianze vurugu kushindana piga mlango inapasuka, nilikuwa namwangalia naona yeye ni demon. Sasa sikuwa nataka nikaribie. Hapo ndipo vita ilikuwa inatokea. Ulikuwa unaona mama anakaa demon? Nilikuwa naona mama anakaa demon. Alafu akinipikia kuna uji alinipikia na akaniletea. Nikamwaga kwa sababu nilikuwa naona ni kama nimekewa damu ya mtu nikunywa. So that's why mama kanipeleka hospitali. Ziko kama nitachia mama endelee na hiyo story kwa sababu mama alinipeleka. Kwanza nilipelekwa RFH kwa hospitali ya kwanza before nikuje hapa. Ndio nikafanywa vipimo, nikaambiwa niko sawa. Hakuna kitu kimepatikana kwa damu ama kwa system yangu. Lakini saa hizo hauko sawa. Saa hizo siko sawa. Okay. Haya, wacha tusikie mama. Mama endelea. Okay. So, huyu mtoto nikimsikiza ni kama alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na yule jamaa. Najua haezi explain vitu mingi za hapa, haezi sema ukiwa hapa. But nikijaribu kumsikiza, it's like ilikuwa process ya kuinitiatiwa. Na ni kama ilifaulu. Because hizi vitu zote anaona na watu hawaoni, it means yeye ako dunia yake peke yake. Sababu watu wengine wanaona vitu tofauti. Wewe ulikuja kujua lini? Mimi nilijua hiyo siku kando na hizo ndoto nilikuwa naota. Ulikuwa unaota nini? Mimi niliota before waonjeki kama mwezi moja hivyo. Na kuna mama huwa tunaomba nao najua wataona ina watakuambia barudi. Niliota ndoto niko mahali kwa shamba. Mama rafiki yangu akanipigia simu. Akaniambia kuja. Sasa venye tulikuwa nikamuuliza uko wapi? Akaniambia kuja hapa nimefungua boot. Nimefungua boot, kuja mnichukulie mniwekee kwa boot kwa ndoto. Sasa nikamuuliza, venye tulikuwa tunaongea nikitafuta kwa wapi nikasikia heko ya simu, nikajua yuko mbali kuangalia nikamuona. Mimi mahali nilikuwa kulikuwa na mto. Hiyo mto ninaona dhara hizi ni nyasi za ng'ombe. Sasa venye nilienda kuvuka siwi daraja ilienda aje nikaingia kwa ile maji. Nikienda kuvuka nilikuwa na mtoto nimeshika hivi mtoto mdogo brown. Nikienda kuvuka nikatereza nikaingia kwa ile maji. Venye niliingia maji ilifika hapa. Na mtoto unaona nimemshika hivi maji kafika hapa. Sasa nikaangalia mbele nikaona kuna mama naona nikajaribu kumuita kuja atusaidie sababu nasikia sijakanyanga chini na hatujafunikwa vichwa. Ule mama akaniepa nikaona tu ameniasua. Nikajaribu siwi nini nilishika nikatoka kwa ile maji. Nikatafuta kanjia kingine Kenya kakuwa na maji nikapita. Kwenda kwa ule mama mwenye alikuwa ananiita na gari. Nilifika hapo sikumuona mali alikuwa amepaki gari sababu alikuwa na gari. Mali niliacha amepaki gari nikamwambia nimeona mali umepaki sikumuona. Nilikuta kabisa kako na picha ya mtoto ndani. Mtoto wenyewe anga tunachangia huku kwa plot. Sasa nikakuta kako hapo nikamtafuta sikumuona nikastuka kwa usingizi. Hiyo ni mwezi moja sasa. Penye iliisha ili vikia kuonjeka kukiwa Monday 23. Hiyo Saturday kulikuwa kumelala kunyesha sana ili tuamkie Sunday. Mimi Sunday asubuhi nimeota Vikia kwa Mwimbi Budi amesoma hiyo Chogoria na amevaa nguo za light blue. Sasa naona nimeenda meeting, Vikia amekuja alikuwa amewekwa kando. Wanafunzi wako hii side wenye wazazi wamekuja na hii side nyingine watoto wako wenye wazazi wamekuja, lakini hao watoto walikuwa wadogo. Na kama tumepatana na mama rafiki yangu akaniambia nimefika nini, tukaongea. Mimi Saida nilikanyanga nilienda hiyo side, Vikia akaniona akatoka kwa hao watu wengi wenye wakuwa na wazazi. Akakuja nikamwambia mama wenye huwa na mwa
Vikia kunia Endelea mimi. Alikuja akapita akaenda kwa line. Kwa sasa wanafunzi wenye walikuwa na wazazi. Alienda akapanga line. Kwenda aliingia katikati ya line. Venye aliingia tu hivi akasimama, alisukumanishwa hivi. Wale wanafunzi walisukuma hii side na hii side nyingine. Mpaka nikasikia imeniuma na nikaona mtoto wangu amestuka. Lakini Viki sasa ile furaha alikuwa nayo, mama yake amekuja akakanyanga line yenye ilikuwa mbele. Na mimi nikauliza mbona wamemsukumanisha hivyo? Kuingia tu kwa line sasa ni kwa ndoto. Mimi nikastuka. Lakini nikiamka nikipigiwa mama mwenye tunaomba nao tunashare mambo mingi, nikamwambia ile uniform nimeona Vikia amevaa si ya Moibe Board, si ya shule yenye alikuwa anasoma, ni light blue. Na nimejaribu kutafuta ni wapi amevaa hiyo nguo, sijawahi mpeleka shule kama hiyo. Sasa ndio wakaniambia unakumbuka pastors wanasemanga ukiota kama umerudi shule ile na kuanga kurudi nyuma. Nikasema haki kenye kimepanga kunirudishia mtoto wangu nyuma hiyo ishindwe, tukachukua njunju. Yaani tuliomba lakini si ile ati unaona ni kama kitu inaenda kufanyika. Na ndio naomba tu kama Mungu anaweza tusaidia, unaelewa ni nini hiyo haswa Mungu alikuwa anakuonyesha. Sasa mimi nikiwa hapa sababu nimekaa kwa hiyo Old Barodhi wiki 3. Nilikuwa nikilala na huyo mtoto wangu. Vikia alifika stage, tunamfunga, niko na picha kwa hii simu yangu imevunjika screen. Anafungwa, Vikia anajifungua, anapindua hii nini? Si amefungwa hivi. Anapindua hivi, ananiangalia. Kuna design alikuwa ameangalia naye hata hao madaktari wako huko wanajua. Vikia alikuwa anakuangalia hivi. Sasa ananiangalia. Sasa akiangalia hivi unaona amechange. Anaangalia hivi. Anapindua mkono, anafungua, niko pale, anafungua hii nyingine, anastukia mtu wako hapa. Leo nakuua. Na mimi naamka namshika. Barodhi nimekimbia hii njia hapa, utaiangalia ukitoka. Nimelala kukimbia na mtoto wangu usiku huku na kuitana na kuita mpaka Sonja anakuja na mfunga Vikia anajifungua. Mpaka siku moja nakumbuka nikiambia Sonja mfunge kabisa, afunge mpaka tuone damu imejigawa. Tuone kama atatulia. Akidogo hizo mashindano hata alale kidogo ameamka. Alikuwa na nguvu nyingine yenye sielewi. Sasa hiyo ndoto penye tulishare nikiwa kwa hiyo Old, mimi naangalia Vikia amevaa hivi, naona kuna shule nimewahi peleka mtoto wangu na alivaa hivi. Sasa najaribu kukumbuka ni wapi. Ni kama vile ukiona mtu kama umewahi muona unaona huyu mtu namjua. Unajaribu kukumbuka ni wapi. Sasa nilikuwa namwangalia naona huyu kuna mahali amewahi vaa hizi nguo. Sasa siku moja ndio nilikumbuka na ile ndoto. Nikaomba. Mimi hii Old Barodhi nimelia huku. Hii ni choo iko hapa na bedroom. Nilikuwa naingia huko ndani napiga magoti kwa choo nalia. Nalilia tu Mungu sababu kuna mahali ilifika nikaanza kuona huyu mtoto ni kama siko na yeye. Ni kama kuna vitu. Na sasa akwambie ni nini nafanyika. Anapiga tu nduru huku, kuna kijana alikuwa anaita anasema huyu akiwa hapa ndio nitakula, ndio nitakunywa, ndio nitao. Alikuwa anaongea vitu mingi. Kijana mgani? Huyo sasa mwenye alienda kwake. Mwenye alimpea mabuyu. Mwenye alienda kwake na hata huyo wa mabuyu alikuwa bado anamtaja, lakini anasema mimi sikutaki, mimi sijui ni wa kuna mwenye mwingine. Sasa huyo mwenye alienda kwake, mimi huyo ndio nataka, mimi si wewe. Sasa unasikia na vichana. Na vishana na mimi sikuwa najua ndipo hii story, najua tu anaenda kwa rafiki yake huyo mchana anaitwa Kate. Na sikuwa naelewa. Na tukijaribu kumuongelesha ndio maana hata nakwambia safari kuanza hospitali ilianza kwa polisi ya Embakasi. Au maskari wakakaa naye kama masaa 2 masaa 3. Walituambia hapana, huyu mpelekeni Mathare ama hospitali ama mtafute tu njia nyingine sababu hayuko sawa. Mimi nawaambia si ameenda hapo hospitali na yeye akapimwa na hakuna kitu inaonekana kwa damu ama anajifanya. Jaribu ili kumstua, hata nyinyi wasasi wananiambia hapana, huyu hayuko sawa. Hey. Kule ndo na he. Auto magine marito. Na ndungihota kumatariria niki kiu. So, hebu nipe microphone. Adam. Watu ulikuwa unaita ni akina nani? Nilikuwa naita best yangu mwenye nilienda kwake hiyo siku. Ongeza sauti. Mwenye nilienda kwake hiyo siku. Ndio mwenye alinileta actually kwa mama. Huyo ndo nilikuwa nataja. Nilikuwa nasema kama si huyo sitaki mwingine. Okay. Wow. So, kulingana na wewe, what do you think ukishatoka hapa unataka tufanye nini? Mimi ningeomba unitafute pastor mzuri na nifanye deliverance. Yeah, because that it's not something that's
it's something spiritual. Hiyo spiritual ni spiritual mbaya. So I'd like to have a deliverance. Okay. So ukitoka hapa tu utafute mambo na deliverance na nini, na hiyo tutatafuta. Ukishatoka hospitali mambo ni mingi. So sijui, okay, sipendi spiritualize mambo, lakini hii mambo yako is more spiritual than physical. Nasikia ulikuja umeenda rehab, umekuwa hospitali, lakini pia ningetaka kusikia daktari atasemaje. Unajua sasa mimi polisi wale walimpima waliona vitu tofauti, mimi ninafikiria kiroho, maybe ni vizuri tusikize pia daktari atasema vipi. Unajua kuna ugonjwa daktari anaweza tibu, saa zingine anaona hata akuombe. Unajua kuna ugonjwa anaenda anaangalia anashindwa kwa nini hakuna na uko mgonjwa bado. Maybe mom unaweza tu excuse kidogo, simame hapo, daktari akalia hapo, tuongee naye dakika mbili. So habari ya daktari? Nzuri sana. Yes, tuambie majina. Mimi kwa majina naitwa Kamito Nyongesa. Kamito Nyongesa, daktari. Habari yako? Nzuri sana. Tulikuletea msichana sikuweko, mimi nimekuja sababu amekwama hospitali. Na baada ya kumsikiza nimesikiza story yake is more spiritual than physical. Maana zile vitu ameniambia hapo si vitu zinaonwa na mtu wa kawaida. Lakini unajua kulingana na madaktari pia ni vizuri tusikize, tujue labda kwa upande wenu mmekuwa mkimtibu nini haswa. Okay, shukrani. Msichana tuliletewa alikuwa kwa hali ya confusion, hakuwa anajielewa. Na mara mingi wagonjwa wenye tunapata wakiwa na hiyo hali ya confusion tunachukua history. Tukachukua historia ni nini kilikuwa kimetendeka. Kutoka hapo tulitaka pia rule out, kuweza kujua kama wengine wanakuja na confusion kwa sababu ya kutumia mihadarati. Kwa hivyo tulifanya test inaitwa doxology test. Ni kipimo ambayo tunaangalia kama mtu ametumia madawa yoyote. Tulifanya hiyo kipimo na ilionyesha msichana alikuwa free from hiyo drugs. So tukachukua direction ya akiwa kwa hiyo state lazima tumweke kwa hali ya kutuliza akili. Huwa tunafanya sedation. Tukamweka kwa madawa ya kumtuliza ili tuone akiamka atakuwa na ufahamu ya aina gani na anaweza tueleza hadithi ama ni nini kinamsumbua. Kwa hivyo tukamfuatilia kwa muda, tukamletea daktari ambaye ni wa psychiatrist, akamuona, akasema labda akasema ni shida ya depression. Akamweka kwa madawa, akasema tumwangalie kwa muda atumie dawa kwa muda wa 28 days. Baada ya siku 28 tuweze kuona tunachukua direction gani. By 5th day or 4th day msichana alikuwa na ufahamu, anajielewa. Tukaona tumruhusu aende nyumbani kwa sababu hatukuona jambo lenye tulikuwa tunamwekea hapa. Na kukakuwa na ugumu ya kuraise ile hela za kuweza kukilia bili. Na hiyo ndio imemweka mpaka saa hizi. Okay. Wewe ni Mkristiano. What is your advice to her according, kwa sababu najua after amepata ufahamu ulimsikiza. Baada ya kumsikiza labda unaweza tuambia kulingana na wewe na kulingana na Ukristiano, ungemsihi vipi? Kitu ile nitamuomba kwa sababu nimeona mama ni mtu wa kufuatilia Mungu sana. Na maombi yao naona inawatoa, wamekuwa na wasiwasi sana. Mara nyingi mama anakuja wanakaa na msichana, niambia hata amelala hapa. Nampa nafasi wanalala. Kwa sababu nikiona msichana kwa ile hali haiko stable nakuwa na wasiwasi. Unaweza muacha na kitu kitendeke, so utamwacha na wataomba. Na mama atoke, lakini msichana nitakuomba pia kumshikilia Mungu. Uwe mtu wa kuomba na kuamini. Kama kuna jambo lenye si za Kikristo maybe mtu aliingilia ndani, itakuwa sawa. Lakini pia nitakusihi kama kuna dawa zenye unaendelea nazo, uendelee tu nazo kutumia, usiache. Mpaka wakati tutaona kwa stable kabisa and then tutamruhusu. Okay. Ungemwadvise afanye deliverance? Ningemwadvise deliverance pia ni kitu ya muhimu sana. Uweze kufuatilia. Okay. Sawa, nashukuru sana. Asante sana. All right. Okay. Good. Murali tumana Dr. Nyongesa na gwedagali ugo nigetha tumenye mamu naweza kuja nigetha tumenye mwena wa dagitari maroiga atia na kono wathikiriria ni ukuihoreria ati aja no deliverance ne tondu maundu mamwe
ona wenye matingihota kumenya niki gukira muria mekora maundu macio ma depression maundu maria mangi. So ndaro irata thiri haha ni biru yake rari 198 na mahotete kuruta 50,700 cigatigara 147,500 mathate 147,530. iyo niyo biru iria tumite akwame guku. In fact doka tondu ni akwamete ni ndikumenyaga rugano ru ruothe no niko makadama kana dona Ngai ni mwega muno aratu connectire nawe to ni gutigire ni kwa deliverance na maundu make ni macoka wega ona nokyo maybe mamu aware gwithikire kunjetha ni tondu ni anumagirira channel yakwa na arona njethe thimuteithiririe horo wa bill na ni ndirona bill muno ndirona deliverance na kio nikio gikumuteithia muno makiria na riku ngumurori wa Baruthi wa Thayo TV ni ngukwihoya bill ino ti nene tungenyitana wa 2,000 wa 1,000 wa 5,000 wa 10,000 wa 20 mwire tuime guku nigetha thie ko deliverance turuwe mwenyewe ni areyugira na gutiri deliverance ikoragwo ihuthu ta mundu witikirite gwikwo deliverance deliverance iko ihuthu muno makiria ngumuhe namba ya mamu wao na etagwo Lucy Karemi Jage namba yake ni 0713 371 306 0713 371 306. iyo niyo namba ĩrĩa ũkũhũthĩra gũtũma kanyamu karĩa Ngai witũ gũkũhotithia 0713 371 306 na Ngai witũ nĩ gũkũrathima ũgĩka ũguo. Nĩ 147 na 500 mathate. iyo niyo biru ĩrĩa arabatara gũkorwo akĩrĩha nĩgetha ime gũkũ na Ngai angĩtũhotithia no twende ime by Saturday akorwo imĩte gũkũ na nĩgetha tũhote tũmũbangira nĩgetha athiĩ deliverance. Koguo maybe ningetaka kuambia nani Vicky hata ukitoka hapa tafadhali wachana na marafiki. Ni wazuri sana lakini saa hizi hawako hapa. Wao wamekuingiza kwa shida gumu ambayo labda huwezi kujitoa unless watu wakusaidie, lakini wao hawako hapa. Mam labda mwenye ulidanganya umeenda kwa beshte yako anaitwa Kate. Unajua ile tabia ya youth. Kwa sababu huwezi mwambia umeenda kwa chali yako, huwezi eleza, si unaona ni ngumu. Lakini sasa umeona mam ni wa maana kushinda hao. Maana shida ikitoka mam ndiye anasimama na wewe. Day in day out uko hapa. Sawa. Na unajua pia hali yake ya maisha si nzuri in terms of kupata chakula, kulipa nyumba imekuwa ngumu. Sasa mambo kama hii ikikuja tena inaleta stress zaidi juu ya mnahitaji pesa. Sawa. So jaribu kuangalia hapo na najua mambo itarudi sawa. Okay? So namba ya mam ni 0713 371 306 0713 371 306. ikuruta Lucy Karemi Jage kana Lucy Jage na Ngai witũ nĩ kũmũrathima mũgĩka ũguo na tuma tũ Kenya mweno imwe kwa imwe live no nĩ ũndũ wa network ya gũkũ ya tũikarĩra tu na tũtigotia tũgĩka tuna tu record. Koguo wakinyĩrwo nĩ video no teithia kairĩtu gaka tũgerie gũkohorithia nĩgetha mũtũrĩre wako ũhote gũthiĩ na mbere na njĩra ya gũkarĩhĩra bilioni ya 147. ona Ngai angĩkũhotithia rute 20 kana 10 kana 50 kana ũngĩona ũkũrĩha bilioni yothe Ngai witũ nĩ gũkũrathima ũgĩka ũguo nĩgetha mũirĩtu ũyũ ime na Ngai amũteithia thia thũkũme nĩgetha ahote kwĩrĩhĩra biru maũndũ-inĩ make mothe na Ngai witũ nĩ akũmũrathima mũgĩka ũguo. Niĩ njĩtagwo Baruthi wa Thayo nyuma gũkũ Mariakani Hospital, Mariakani Cottage Hospital, na thengiũ mũno kũrĩ ndagĩtarĩ nĩ ũndũ wa wĩra mwega marakĩruta gũkũ na mũno makĩria ona kuhota kwĩtĩkĩria mami wao ararage gũkũ hĩndĩ ĩrĩa ona mũirĩtu nĩ eherwo tukamacokeria ngatho na nĩ njũĩ mbeca icio nĩ ikuonekana tũrĩhe thibitarĩ na mũirĩtu akorwo akiuma gũkũ thibitarĩ. So God bless you so much. Bye bye.